Watengeneze utaalamu wa mirija kutoka kwenye moyo wapeleke kwenye mapipa. Kwa siku moyo wako utasukuma zaidi ya tani moja ya damu, sawasawa na lita 1000 kwa siku moja. Inafanya kazi ya kusukuma kwenye mwili na kuzalisha damu nyingine. Haujawahi kuugua huko umekaa kwenye kiti, lakini hujawahi kumshukuru Mungu kwamba afya alizokukirimia ni kwa sababu ya huruma tu, wala hauistahili, ustahili hata siku moja. Ni kwa sababu ya huruma. Yesu alichokuwa akitaka kutufundisha ni shukurani kwa matendo makubwa anayotufanyia. Shukurani kwa matendo makubwa. Sasa hivi hatutoi sadaka, hatutoi zaka, kwamba ninatoa ni zinakwenda wapi? Na Yesu amesema ni za kwake, na vyote alivyokukirimia ni kwa sababu tu ya huruma zake. Hauna kesi ya mtu mwenye siko seli kwenye familia yako, hata kama angelikuwepo au yupo, lakini Yesu amempa uzima tangu uzaliwe. Hujawahi kupata kesi ya saratani ya matiti. Uone akina mama ambao wamekatwa matiti huku na huku, wamezaa watoto lakini watoto hawajawahi kunyonya. Mungu amewapa watoto hao. Nimemtembelea mshiriki mmoja, nikakuta mtoto ni mdogo, namwambia kumbe ni wauzeeni huyu. Wauzee sema huyu anaitwa Zawadi. Huenda mama Zawadi yuko hapa. Sasa baba yake, mama akuwepo, akanisimulia. Walipigiwa simu na rafiki yao kutoka Bachochwe. Akawaambia, binti yetu anataka kujifungua, tunaomba aje akae kwako. Aje akae kwako, akijifungua atarudi. Yule mzee akasema sawa. Kumbe binti alikuja kwa maelekezo. Ukizaa mtoto, kwanza hakuna kuzaa mtoto hospitalini. Pambana, ukizaa mtoto tembea mbele urudi shule. Maana binti alikuwa anasoma kapata mimba. Wakati yule mtoto amekaribia kuzaa, mama wa mji akagundua kwamba huyu mtoto amekaribia. Lakini kwa sababu binti hajasema ataenda wapi hospitali, wakati wanajiandaa kwamba wampeleke ajifungue, akashangaa yule mtoto anajifungua tayari, mtoto anaanza kutoka, ikabidi amsaidie. Kwa yule binti akafanikiwa kujifungua salama. Alipojifungua salama, akawa anaongea na simu pembeni, ndipo huyu mama anatambua. Lakini huyo wa kwenye simu anamwambia, umemaliza? Anamwambia hapana, sijafanikiwa, watu walikuwepo. Na ndipo huyu mama anamwambia, haujafanikiwa nini? Akimweka chini, akaendelea kumkomalia. Na ndipo akasema mama yake alimwambia akimzaa yule mtoto amuue. Ndipo yule mama akasema mtoto huyu hata kufa kwa gharama yoyote. Yule binti alipogundua amefahamika, alimtelekeza mtoto siku ya 3, akaondoka, akamwacha mtoto ni mweupe. Kwa hiyo hawa wazazi wakachukua mtoto, wakaripoti polisi, halafu wakaomba kumadopti yule mtoto, wamchukue yule mtoto hao kwao. Sasa mtoto akaanza kumlisha maziwa. Nimeenda nikakuta mtoto ni mnene, ana mwaka 1.5 anaitwa Zawadi. Nataka nikwambie kuna watu